Maandiko matakatifu yanasema ya kwamba msiyachochee mapenzi mpaka yatakapokuwa tayari menyewe, mpaka muda utakapofika. Sasa wewe naona unaanza kuleta kitu kwa muda usiofaa. Unapenda kuingiza nini? NSD. Mbona siku hizi sikuoni ukizingatia vipindi? Kwa nini? Sikuonagi darasani. Ni mambo tu, niko busy. Sasa ni ubize gani huo ambao uonekani darasani, vipindi hamna, auingi darasani, lakini pia sikuoni ulikuwa unasoma, muda mwingi nakuona na heka. Unajua tunaelekea kumaliza shule, si ndio? Kwa sio muhimu sana kuingia darasani kivile. Kwa niko busy yani. Sasa ubize sijakuelewa kwa sababu tunaenda kwenye sasa tunaenda kuanza testi 2, tunaelekea UA. Sasa ndugu yangu kiniambia kwamba muda wa masomo si nini na nini, nashinda kukuelewa. Na nyumbani unajua tena sisi ni watoto wa chini, tumesubiri, tumetegemewa huko nyumbani, familia zinatuangalia. Ni kweli, lakini unajua yani siku hizi ajira hamna. Yani ni kwamba sisi tunajipotezea muda tu. Yani sasa hivi tu focus tu kwenye mambo mengine. Yani ni kusoma. Hebu endelea tu kusoma, maana niko busy na nichanganya. Eti siku hizi umebadilika mama. Ndio elewa hivyo. Maisha haya. Mama, bado si tusome, lakini mimi nilikuwa nakushauri usome, pambana. Nyumbani wanakutegemea, wanatutegemea kwamba ukimaliza hapo hata kama hamna ajira, lakini unapaswa kuitumia ada yako vizuri, kwa sababu unajua tena jasho la haina shida. Kwa kuwa nishaondoa ujinga, nimeongeza maarifa, kwa naweza kujiendeleza na vitu vingine, sio lazima nisome. Haya, jamii endelee kusoma mwaya. Hongera. Hivi Monica, unamjua Peter? Classmate wetu huyo. Unamjua? Ana shida gani? Unajua sijui nikuelezeje. Peter bwana nampenda. Ndio maana siku hizi rafiki yako mambo ya kusoma hamna tena, ubize ni Peter. Sio hivyo, unajua tena sasa hivi tumekuwa kondo hivyo, kwamba siku hizi ni mambo ya mapenzi, mahusiano, sio kitabu tena hamna. Ile kama muuni vile. Muuni? Kivipi? Bwana simuelewi, kama mvuta bangi muuni anaenda kukupotezea manani hii. Tena malengo yako, au sije kawa ni maneno yako tu. Amna kweli rafiki yangu, yaani mimi nikimwangalia Peter namuona kama muuni hivi. Yaani sijamuelewa. Sio kweli. Hebu usubiri ngoja. Nitamfuatilia. Rafiki yangu, kwa siku hizi tunamsoma Peter kwenye simu. So hivyo. Sio hivyo nakufikiria. Ila nampenda. Sawa, japokuwa mimi sikushauri uende huko, mimi nakushauri tusome tu. Peter utamkuta. Utakapomaliza shule yako utamkuta tu, Peter yupo. Na siku hizi bahati mbaya wanaume ni waongo, hasa wanachua hao ndio waongo. Kwa hiyo unaweza ukakuta
uliopita mwenyewe anaweza kakudanganya, mkafanya naye mapenzi, mwisho wa siku anakupa mimba na kukutelekeza. Kwa hiyo mimi naona bora tu utimize ndoto. Hawezi. Haya, unajua kuna msemo anasema akishapenda amependa, wewe ukaona kasoro, si ndio? Haya bwana, yeye nakushauri tu usame. Haya, ngoja tusame maana sema hujaipenda wewe. Siku ukipenda ndo utajua. Hivi kwenye kuuliza hujaipenda wewe? Kupenda? Hapana, sijakaribisha bado ile nafasi. Kwa sasa napambana tu na masomo, nikishatimiza ndoto zangu, kwa sababu najua ada jinsi ninavyotafuta na wazazi wangu. Yenyewe najua nimetoka kwenye familia ya kimaskini, kwa hiyo lazima nipambane na kitabu. Wimbo gani juu utaimbwa, kila taifa, lugha, jamaa, wengine ni kwa maombi yetu, tashiriki furaha milele. Tangaza habari za wokovu Umepita? Mambo Poa, vipi? poa. Kama siku nzuri. Umepotea? nipo, hamna kazi tu ndio nimefanya. Kazi gani? Sasa tunajua kutembea tembea tu miji za watu huko. Tulikumisi. Wapi? Wapi? Na kuna umetulia zako. Hapa vitu nimekaa zangu tu nimechilia. Hebu niambie, vipi habari ya chuo? Asante, lakini nataka leo jioni tushiriki chakula cha nyumbani. Hata kwangu kule nitakupigia simu basi takuja. Au hauna muda? Haina shida. Muda saa 12 hivi nitakupigia simu. Poa. Baadaye basi. Hapo baadaye saa ngapi? Umesema saa 12. Saa 12. Nimesikia kama nitakuwepo lakini nitakupigia simu. Hautakuwepo tena. Mbona una maneno mengi? Unakwenda nitakuwepo. Kuna mali moja nataka nifukuzie ishi moja hivi alafu. Kama ueleweki vile. Naeleweka. Jangwani wazuri, baraka zitafuata kote. Songa ukiongozwa na Bwana, chemchemi ya maji penye kiu. Karibu. Karibu dada, pole na masomo. Naona unajiandaa mitihani. Tunajiandaa hivi.
Sinikwambie. Siko na mjua yule Happy. Happy yule tumetoka naye kijijini. Ndio. Kabadilika. Yaani siku hizi tena ni yeye na mambo ya mahusiano. Shule hataki. Nimejaribu kumshauri, hashauriki. Muda wote tu ni simu. Kuna mkaka yaani kamteka kabisa, sijui kaka gani ananiambia. Yaani mwenzetu anaenda kupotea, na ndio hivyo tumetoka maisha magumu kijijini. Bwana, tulipokuwa tunasoma naye elimu ya awali kule alikuwa anafanya vizuri darasani. Hivyo lakini siku hizi hataki elimu. Amesema yaani ya mambo anamdai ameshakuwa. Lakini ngoja nikwambie, mara nyingi mabinti wanapokuja shule huwa wanabadilika, na hapa ndipo unajikuta wanapoteza yale malengo ambayo wamekuja kuyatafuta huku. Wanachukua vitu ambavyo kwa hakika vilikuwa sivyo vilivyokuwa vimekusudiwa katika maisha yao. Ujue unapokuja maeneo kama haya unakuwa mbali na wazazi. Kitu cha kwanza unatakiwa ushikamane na Mungu. Yaani unapoanza tu kuonesha uzembe kwenye mahusiano yako na Mungu, ni lazima utateleza tu. Sasa hivi tunaingia kwenye mitihani. Ni muda wa kuwa makini na kusoma kwa bidii. Lakini Monica, hebu tusome maandiko. Kwenye kile kitabu cha Timotheo, tukiachana na Timotheo, kwenye kile kitabu cha Mhubiri, kuna ujumbe hapo. Kwenye kile kitabu cha Mhubiri sura ya 3 na ule mstari wa 1. Kuna ujumbe ambao unaweza ukatutia nguvu. Neno la Mungu linasema kwamba kila kitu kina majira yake. Kila jambo duniani lina wakati wake. Sasa kama wakati wako ni wa kusoma, unatakiwa usome. Sasa kama unakuja shule unaanza kuingiza mambo ya wakati mwingine, unakuwa unachanganya majira. Lakini vile vile kitabu kile cha Timotheo wa pili sura ya 2 na ule mstari wa 22, neno la Mungu lina maneno haya kwamba jiepushe na tamaa za ujana, fuata uadilifu, imani, upendo, amani, pamoja na watu wote ambao wanamuomba Bwana kwa moyo safi. Maandiko yanatuepusha tujiepushe na tamaa za ujana. Sasa kama wewe umekuja shule unaanza kuingiza tena na mambo mengine, lazima utafanya vibaya Monica. Ila usijali, Happy ni mwanafamilia wetu kijijini. Tutamtafuta, tutashauriana naye, tutazungumza naye, kwa sababu kuna muda kama binadamu tunateleza. Lazima tusaidiane, kutiana moyo. Tutamtafuta, tutakaa naye ili tuwe makini kufanya kile ambacho tumekuja kukifanya. Basi sawa, ila mimi kaka nilikuwa naomba tumuombee aipukane. Yawezekana na Yesu yeye labda ni shetani tu, kwa hiyo tumwombee tu, labda anaweza kabadilika. Ni jambo jema. Wimbo gani juu utaimbwa, kila taifa, lugha, jamaa, wengine ni kwa maombi yetu, tashiriki furaha milele.
Mzima. Kinachonichanganya. Sio nikuelezeje. Wewe ni dizeti hivyo. Ni shida. Unamfahamu Peter? Peter mimi namjua. Aisha ananiumiza kichwa. Kwa sababu gani? Ananiumiza kichwa kweli. Yaani sio kosa langu kumpenda, si nini. Yaani madhaifu yangu anafanya, yaani achukulia kama fumbo kunichapia. Yaani basi tu. Pole, usiona mawazo ya nini. Utakuwa unaumwa. Usiona waza sana. Ila unajua nini? Peter nakupenda sana. Peter hizo kunipenda mimi. Anakupenda wewe, leo tu anakupenda. Ananipendaje? Peter ananipendaje? Anawezaje kunisaliti mimi eti? Ananipendaje kwa mfano? Sawa, labda kuna kitu labda imetokea tu, labda ndo kufanya hivyo, ila Peter anakupenda. Hapana. Anakupenda tu kweli. Mimi ninavyoona kwanza, ninavyokuaga dira, yaani kapole nuru la furahisha kwanza. Sio mkaachana. Sio hivyo. Peter ni kama yani ananiumiza, ni yani sijui nikuelezeje. Ila usiona mawazo sana, utaumwa rafiki yangu. Naelewa. Ndio hivyo tu yani. Nisi. Usiwazi sasa. Najuta kwa nini niliingia. Najuta yani. Usiwazi. Ningejua ningesoma tu yani. Sawa, si unasoma lakini bado tu wewe. Unajua ni vingapi nimepoteza kwa sababu ya Peter? Usiona wazi sana, usimwazi sana. Ni vingi nimepoteza. Wewe mimi ninachokwambia atakurudia tu mwenyewe. Atakuomba msamaha, wewe usiona mawazo sana. Kama nimegombana hivyo tu nimemsikiliza mimi. Monica amenishika vizuri lakini Peter sema ndio hivyo, mtu hujui kama utakuja kukosea, na wewe Peter nakupenda, elewa tu. Hapana. Huyo kaka siwezi kumwamini. Anakupenda wewe, hizi amini labda ataweza haja kuomba msamaha. Wewe hivyo endelea kumwamini tu na hivyo. Usilie rafiki yangu, usihuzunike, mimi nakwambia Peter nakupenda, tuelewa. Peter anipendi. Anakupenda. Hawezi kunifanyia hivi vyote, yani Peter anipendi. Wewe mimi ninachokwambia si nisikilize rafiki yangu. Usilie, unajua utakuja uumwa hapa hivi. Kwa tunaelewana. Ningejua, unajua nini? Monica amenishauri vitu vizuri. Yaani sema tu sio mimi kimenikuta. Sio kwamba sawa ungesikiliza tena ushauri wa Monica, lakini pia Peter anakupenda hivyo. Hapana, anakupenda kweli. Ndio mkaka. Usilie rafiki yangu, nakwambia usilie, utaumwa. Wimbo gani juu utaimba, kila taifa, lugha, jamaa, wengine ni kwa maombi yetu, tashiriki furaha milele. Ndio umefuata hapa. Hebu niache. Jamani, acheni ugomvi. Acheni ugomvi. Happy ka utulie. Hebu mtulize rafiki yako. Mtemka. Samda. Ebi. Usiwe hivyo, usilie. Ebi. Usiniite. Mambo. Sikia sasa mama. Mama. Tuongee kidogo. Nani mama yako? Afrika. Ni vichache. Ni aibu kunifuata. Ni mangapi nimefanya kwa ajili yako? Ni mangapi nimepoteza kwa ajili yako? Na leo hii unanifanyia hivi vyote. Hivyo soma kusudi yangu. Unajua shoga yako mwenyewe ananitaka. Hivi kama I say, hivi unaongea hivyo mbele yangu kabisa, hata uone aibu. Hivi anani tuseme tu
nimepitiwa shetani, lakini nisamehe. Sio umepitiwa. Nisamehe. Pita nikikuendekeza utazidi kuniumiza. Lakini nisamehe. Hatutarudia tena. Nakupenda eti. Nakuhitaji. Kweli? Kweli. Utarudia kweli? Rafiki yako ananitaka mimi, yani kwa lazima. Sure. Yaani rafiki yako kama mimi ananitaka. Rafiki yako huyo ametoka hapa ananitaka. Sio kweli Pita. Lakini sitarudia tena mimi nakupenda. Kweli? Wimbo gani juu utaimbwa, kila taifa, lugha, jamaa, wengine ni kwa maombi yetu, tashiriki furaha milele. Kweli atabadilika. Sema nampenda na mwamini. Wenda atabadilika. Yaani wanawake wale wananipenda, wananing'ang'ania. Sema chaguo langu ni yeye, nampenda sana yeye. Sema sitarudia tena kile kitendo nilichofanya. Yule mwanamke kanigalai hela, nimelala naye hivi kanifumania. Sitarudia. Sema shetani ni mbaya sana. Nampenda sana. Dhambi na huzuni, tangaza habari za wokovu. Kwa jinsi nakumpenda sasa. Kwa saidi kwenu. Siku mzima yani. Mpaka kesho. Yaani msipita. Simu. Alafu anasema atanipigia simu, sijaona simu yake. Wananibwaga huyu. Usikereke tu hapo, hicho kitu kidogo tu kupigia simu tusiwaze. Labda atakupigia muda sio mrefu. Sasa. Maana anasema atanipigia simu afu sioni sasa. Labda atakupigia tu usiwaze rafiki yangu. Mimi ananibwaga eti. Usichoke. Maisha ndo haya tu. Yaani unanishauri wakati mwenyewe una boyfriend. Sawa, mimi sina tu ushauri kwa rafiki yangu. Unajua mtu hata kama una boyfriend utapata tu ushauri wa kumshauri mwenzio. Yaani kweli? Hivi kipindi cha nyuma hivi yeye kwa na boyfriend. Kipindi cha nyuma nishaikuwa na boyfriend sana, ndio hivyo tukagombana. Ilikuwaje? Tuligombana tu kidogo. Nasema hata nifia tu kero basi tosho. Sasa mbona kwa mimi mmegombana? Hamjerudiana. Kwa nini sio mnishauri mimi? Kwa sababu na mimi nishapitia huko. Mimi sikupata mshauri, unajua? Sikupata mshauri. Basi wewe hapo hivi ni umenipata mimi kushauri. Ndio maana kushauri. Huenda labda ukwa unpendi ndio maana tulikuwa tunapendana wote. Unajua mimi wote nampenda sana. Mimi najua ni mnaonekana mnapendana. Mnapendana. So ni vigumu kuachana. Ila sijajua hapo mbeleni. Ila mimi na malengo naye sana. Ni vizuri pia. Mungu tu asaidie mpendane, mwoane. Amina. Raha milele. Siku hizi sikuoni kanisani. Kwa kweli na mambo mengi sana mpaka nakosa muda kwa
kweli mambo yapo, lakini hebu jitahidi, kwa sababu kama ni mambo ya ada wazazi wanalipa, tunakuwa na muda wa kutosha hapa chuo, na siku kadhaa zimepita uonekani kanisani, hata kwenye kwaya siku hizi wingi, marafiki wenzako wanakuulizia, lakini tukija kukuona huko mzima hauumu, sio vizuri. Happy, kwa kweli sio vizuri, ila tu basi changamoto kidogo tu. Ndio maana sionekani kabisa, ila usijali tu, Jumapili nakuja na Jumatano kipindi cha Mungu nitakuja. Na sasa hivi tunakaribia kuingia kwenye mitihani. Umeshajiandaa? Maana tunakaribia kuanza mitihani na tumebakiza ni kama juma moja tu. Nishajiandaa. Basi nikuache uwe na muda mwema. Unajua nina kitu kidogo tu kinaniumiza kichwa. Ninakumbuka, maana mambo yako mengi wewe unanishirikisha. Niambie ili pia tuweze kushauriana. Kuna kijana nampenda kwa chuo. Tunamwasiliana naye, lakini sometimes huaga kuna muda ananichanganya kweli yani. Ni kama anaonyesha ni kama mtu ananipotezea muda, lakini mimi bado nampenda. Yaani sielewi nifanyeje, ila mimi kiukweli nampenda. Na mumeshafikiana kipi mpaka wakati huu? Hivyo tu tunaendelea. Juzi alinikosea, akaja kaniomba msamaha, tukalisiana. Ni hivyo tu. Aliniahidi kwa atanipigia simu, lakini mpaka sasa sijashika simu yake. Na sijaona hata message yake. Sina uweza kichwa. Sielewi. Happy, kuwa makini, tunashauriwa. Unajua sisi tumelelewa kwenye mazingira ya dini. Na dini inatufundisha vizuri kabisa kwamba utaratibu unaanzia hapa, unakuja hapa. Unaanza urafiki, kwenye marafiki utakaokuwa nao, unapata mchumba, unafuata taratibu za kwenda kwa wazazi, mnafunga ndoa, unapata mwenzi. Sisi tumelelewa kwenye maadili ya dini. Lakini isitoshe, bado tuko masomoni, bado tuna miaka miwili mbele. Sidhani kama unaweza kubeba mambo mawili kwa wakati mmoja, na ikiwa utaweza, sijui kama utaweza kufanya vizuri darasani. Kwa sababu mpaka sasa umeniambia hilo jambo lako, lakini hata ule ufaulu wako umepungua. Si hivyo tu, hata ile nguvu ya kanisani imepungua. Sijajua kama utaweza kubeba mambo mawili yote. Kwa mimi yote mawili naweza, ila shida tu ananichanganya. Ni kwamba mimi nampenda na kuhimili mambo mawili naweza, japo anakuwa anasemaga mshika mawili mmoja mponyoka, lakini mimi niweza kuhimili. Unajua huyu mkaka nampenda sana. Isitoshe yani nishapoteza vitu vingi kwa ajili yake. Kwani kama vile kusema kitengani nitaletea Happy, mimi nimekuwa rafiki yako kwa muda mrefu, lakini kwa hili kwa kweli utanikwaza. Ni kwa sababu ninaona kabisa unaenda kupotea, na njia ambayo naanza kuichukua ni njia isiyofaa. Ninakuomba ujikaze. Ni kweli umri huenda ukawa umeshafika, lakini sasa kila jambo lina wakati wake. Sasa hivi upo shule na bado tuna muda mrefu wa kusoma. Ukijaribu kuchanganya utaharibu. Kwa kweli kwa hili hatutaenda njia moja, kwa sababu unaona unaenda kupotea. Okay, asante kwa ushauri wako. Nitajaribu kufikiria, zeni nitakuletea majibu. Lakini Happy, hebu na wewe fikiria. Huyo unayesema umempata, ni mara ngapi anatolewa mifano darasani kuwa ni mwanafunzi ambaye ufaulu wake ni wa chini sana? Unajua shida sio shida, ni hisia zangu. Nampenda. Haiwezi kubadilisha chochote. Kisa tu. Happy,
toka tukiwa wadogo tumefundishwa malezi ya kidini. Maandiko matakatifu yanasema ya kwamba msiyachochee mapenzi mpaka yatakapokuwa tayari menyewe, mpaka muda utakapofika. Sasa wewe naona unaanza kuleta kitu kwa muda usiofaa. Unapenda kuingiza nini? Anyway, nimekuelewa. Nitajaribu kufikiria. Happy, hilo alihitaji kufikiria na kuomba ujikaze. Soma kwanza umalize. Sawa, nimekuelewa. Vinginevyo utafanya vizuri darasani. Ona hata matokeo yako haya umeacha, kanisani uonekani, unawaza vitu visivyofaa. Kwa kweli ukiendelea hivi, mimi siko tayari kuwa rafiki yako. Na wala kuna vitu vingine basi utafuta watu wa kushauriana nao. Kwa sababu unaanza kuingiza vitu ambavyo vitakuletea madhara na kuomba usome. Hapana, mbona kama umepani? Ujue mara nyingi mtu unayempenda, unayehitaji ufike naye mbali, unakuwa na uchungu naye. Okay. Tumetoka wapi ukikumbuka? Asante kwa ushauri, unaweza kwenda. Wimbo gani juu utaimbwa, kila taifa, lugha, jamaa, wengine ni kwa maombi yetu, tashiriki furaha milele. Alikanizimia simu. Hapatikani kabisa. Sasa huyu nimfuate chuo kwa mwisho na huko na hivi. Toka staki. Wimbo gani juu utaimbwa, kila taifa, lugha, jamaa, wengine ni kwa maombi yetu, tashiriki furaha